Nimeiona shule yetu ambayo ni sekondari ya kihandisi, shule moja bomba sana. Niwapongeze viongozi wote katika utawala na timu yako ya wataalamu, mkurugenzi, mkuu wa wilaya na timu yote ya wataalamu. Mmesimamia vyema, ujenzi umefanyika kwa viwango vinavyotakiwa. Hizi ndizo kazi tunazotaka kuziona. Hongereni sana. Kazi kama hizi, kama ambavyo tumetoka kuambiwa, Mheshimiwa Rais amefanya katika maeneo mengi, na ni kazi ambazo zinaleta heshima kwa nchi yetu. Tumeona shule maalum ya amali ambayo imejikita kwenye uhandisi. Shule za aina hiyo zimejengwa takriban 103 na tayari watoto wako shuleni wanasoma 103, na shule maalum za wasichana ziko kila mkoa, shule moja 26, na shule maalum za wavulana ziko 7 kila ukanda, na shule za sekondari kwa ujumla ziko 1,300, na shule za msingi zaidi ya 2,700. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ungetaka kuwasaidia Watanzania maskini wasomeshe watoto wao. Daktari Samia Suluhu Hassan anaitekeleza ndoto hiyo ya Mwalimu Nyerere kwa vitendo. Lakini sio hiyo tu, tumetoka kuambiwa hapa na naibu waziri wa TAMISEMI, limejengwa jengo la utawala. Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga majengo ya aina hiyo 143 kwa nchi nzima. Tunazo hata wilaya kongwe ambazo hazikuwa na majengo ya utawala, yalikuwepo ya kuwazima, labda jengo la kata au la tarafa linageuzwa kuwa ni la wilaya. Lakini zimejengwa pia hospitali za wilaya. Ninyi watu wa Katavi, mkoa wa Katavi, kwa takwimu nilizopewa, hamkuwa na hospitali ya mkoa wala kwenye wilaya zenu. Leo kwa takriban miaka 4 zimejengwa hospitali kila wilaya na halmashauri moja wapo, hospitali 4 kwa mpigo, na ya mkoa. Hapa tunaongelea upande wa afya, lakini nimeona pia mmejengewa jengo la mahakama kuu na rufaa kwa mpigo. Lakini sio hiyo tu, yamejengwa majengo ya afya kwa nchi nzima, kwenye hospitali, kwenye wilaya 119 ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Vituo vya afya 649, 649. Zahanati zaidi ya 2,700. Hii ni kazi inayoleta heshima, inaitambulisha Tanzania kwamba ni nchi inayoweza kujitegemea, ni nchi inayopiga hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba tusaidie kingine kwenye bwawa letu la Nsekwa. Tunayo bwawa pale linaendelea na ujenzi. Ziliwekwa bilioni 3.5, ikabaki bilioni 1.5 kwa ajili ya ukamilishaji. Na wataalamu wa maji waliniambia bwawa lile likikamilika, watu wa jimbo la Katavi, udhibiti wa maji kwenye jimbo la Katavi itakuwa 100% kama wajalida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaka yangu, nikuombe wasisitize hao watu kutia mkazo ili fedha zije, na wameniahidi kabla ya mwaka huu kusha bwawa hili litakuwa limekamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lisipokamilika utaniona mtakuja pale kwako kupiga magoti nikwambie, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale watu wana kiburi, hawajaleta pesa na bwawa bado halijakamilika. Nimeongea hapa na waziri wa maji Mheshimiwa Aweso. Mheshimiwa mbunge alieleza kuhusu mradi wa bwawa la maji la Inyonga ambalo lina thamani ya bilioni 4.5 na tayari Wizara ya Maji imeshatoa bilioni 3
bado bilioni 1.5 ili mradi ule ukamilike na uweze kuhudumia eneo hili. Mheshimiwa Waziri wa Maji ameniambia niwaambie wananchi wa Inyonga hapa, wizara italeta fedha hizo ili mradi huo ukamilike na wananchi wapate maji. Kwa amenihakikishia hilo, na ndio maana nimelisema hapa kwa niaba yake.